akachimba handaki kulizunguka pande zote, akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa mzabibu, nao ukazaa zabibu zabibu mwitu ni nini kwa Kiswahili kizuri? Bwana Yesu asifiwe. Haya, ni sawa. Roho Bwana atanifunulia hiyo. Mzabibu mwitu. Biblia imesema ya kwamba, wapendwa, mtu huyu alipanda nini? Mzabibu. Process ya kupanda mzabibu niliuona hapa. Biblia inasema akachimba handaki kuzunguka pande zote. Inamaanisha mzabibu inachimbangwa kama, niliwaiona Ukambani, wale wa Ukambani. Kuna vile wanachimba kwanza shimo. Wanapima futi hapa hivi, futi ingine hivi na futi ingine hivi. Na hiyo shamba unakuta wamechimba hayo mashimo, wamechimba kabisa, wameingia ndani kabisa. Alafu kule ndani wanaweka mbolea, sijui wanazungusha nini, wanaweka vitu kule, alafu baadaye wanakuja wanapanda. Sijui ni maembe ama ni matoke. Sikumbuki vizuri, lakini nakumbuka hiyo process watu wakianza. Mpaka wewe huwezi fanya peke yako, mpaka uite mtu wa agriculture. Si ni kweli? Yaani akupandie hizo matunda, hizo maembe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndivyo mzabibu huyu mtu aliupanda. Akachukua handaki, akapanda, akazungusha, Biblia inasema ndani ya mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake. Yaani akajenga kitu hivi na akachimba shinikizo ndani yake. Akatumaini ya kuwa mzabibu huu utafanya nini? Utazaa. Na tumeanza tukisema ya kwamba Mungu kuna kitu alitumaini kwetu apate kwetu, lakini hakukipata. Na mmoja wa hizi ningeanza nacho, lakini nimependa kumalizia nacho, ni matunda. Praise God. Matunda. Mungu ametarajia wewe uzae matunda, lakini Biblia inasema zabibu mwitu. Na huyu mtu alipanda vizuri mzabibu. Haleluya. Haleluya. Alipanda vizuri, lakini ukazaa, haukuzaa. Sasa tuseme haukuzaa, maana uliweka maua tu na ile maua ikatoa tu vitu hivi na tukaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize leo, nilikuwa nikiwaambia uliza mwenzako kama yeye amezaa. Haleluya. Jiulize we kama we umezaa matunda. Maana Bwana hakuna kitu hakufanya kwa maisha yako. Biblia inasema hakuna kitu hakufanya katika maisha ya mzabibu huu. Ni nini hakukifanyia? Kama ni maji aliupea, kama ni mbolea aliweka, kama ni kuchimbia kama vile wengine wanachimba alifanya. Lakini ni kitu gani kilisababisha mzabibu huu usizae? Ni kitu gani kwa maisha yako kinasababisha wewe usisimame kwa utakatifu? Usisimame kwa haya mambo tumetaja, uaminifu nini? Si tumezitaja? Haleluya. Ni jambo gani ambalo limesababisha wewe usimtumikie Bwana kama vile tumeandika pale? Mshaandika. Ni jambo gani? Hakuna kitu Bwana hakukupea. Maisha uko nayo, afya uko nayo. Haleluya. Saa hii wengine kule wako hospitalini, lakini wewe uko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maisha mazuri Mungu amekupea, ulinzi amekupea, amekuvusha ajali mingi, alikuponya magonjwa ulikuwa ukufe. Ni nini kinasababisha usizae matunda? Haleluya. Na neno hili lilimujia Yesaya, si neno la kufurahisha, lilikuwa neno la uchungu. Mpaka Mungu anasema hapana. Na kuna mahali tutasoma, kwanza aliambia Mika, ninaomba, hata alisema ninaomba milima mkuje na mabonde na miti, vitu vyote, yani msonge hapa mbele, alafu mtutatue mimi na wao wanadamu, maana mimi nimefika mwisho. Niliwafanyia hakuna kitu sikuwafanyia. Nini kimesababisha msizae matunda? Ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Wewe zile vitu Mungu amekutendea, nini inaweza kusababisha kila siku tu unakuja hapa? Kama ni kanisani, huwezi kuja kwa masaa. Unakuja worship ikiisha unakuja saa 5. Ni nini? Ni nini Mungu hakukutendea? Bwana Yesu asifiwe. Hata wamama wanasemanga eti tuko na watoto. Mimi nasemanga katika ile ibada ukichelewa Mungu akuhesabie dhambi kwako. Maana huyu mtoto Mungu hakukupenda awe kizuizi cha kufika late kwa ibada. Bwana Yesu asifiwe.
Waimbaji ni nini Bwana hakuwatendea? Halafu wewe ukuje kwa zoezi tu kama askofu. Uko pale tu wapiga story, hata ujui wakati kwaenda kwa ibada umefika. Bwana Yesu asifiwe. Kuliko uzae matunda mema, tuone matunda mazuri kwa uimbaji, wewe unatembea katika njia zako. Bwana ana regret. Ni nini hakukutendea? Anauliza leo. Ni nini hakukutendea? Mzabibu, muimbaji, minister, mama, dada, ndugu. Mimi naongelesha huo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliongea kuhusu Naboti. Naboti yeye alijua matendo ya Bwana aliyomtendea, na akajua ya kuwa hawezi fanya jambo hilo, akauza shamba, akauza. Lakini hivi leo sisi tunauza kwa kitu kidogo tu, tushajiuza. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini Bwana hakukutendea? Ndio ujichafue, ndio uchafue mwili wako, ndio upotee, ndio urudi kwa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini Mungu hakukutendea? Ni nini mahali hapa hukuona chema? Niwekee Mika 6. Kuanzia 1. Bwana Yesu asifiwe. Basi sasa sikieni, asemavyo Bwana. Simama ujitetee mbele ya milima. Vilima navyo na visikie sauti yako. Praise God. Hallelujah. Ninajua mnajua kujitetea. Najua kila mtu hapa yuwajitetea. Hata ukiwa mwimbaji ukiwa hapa huwa unajitetea. Bwana Yesu asifiwe. Apology ni mingi za kujitetea. Ni sawa, sina shida. Lakini Bwana leo amesema simama ujitetee mbele ya milima. Dada, simama ujitetee. Najua kwa ofisi hata kudanganya ni sana. Unajua uko na excuse mingi, lakini simama ujitetee mbele za Bwana. Mungu ameita milima ndio vikuwe shahidi. Amesema simama ujifanye nini? Ujitetee. Amekupa afya, amekupa miguu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine hana miguu, yule mtu ukwe unajiweka katika place yake. Anasemanga ningelikuwa na miguu singekosa kanisani. Yule mtu anasemanga ningelikuwa na miguu singekosa mtu wa kunisukuma. Maana sometimes wanamchoka, wanamtupa hapo, hana mtu hata wa kumsongesha. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 2. Sikieni enyi milima shutuma ya Bwana, nanyi enyi misingi ya dunia iliyo imara, kwa maana Bwana anashutuma na watu wake, naye ataojiana na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3. Enyi watu wangu, nimewatenda nini? Bwana Yesu asifiwe. Nami nimewachosha kwa kitu gani? Shuhudieni juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kile kinachofanya usitembee vizuri, ni nini Mungu amekutendea? Bwana anauliza leo, nimewatenda nini? Mungu amekutendea nini kibaya ambao unaweza kumshtaki leo kinasababisha ambao wewe huwezi kaa katika nyumba ya Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Kitaje tusikie. Kiongee tukisikie. Kile ambacho nasema unamshutumu Mungu, nasema Bwana haukufanya hili, ndio maana mimi nimejiondoa kanisani. Ndio maana mimi sitaki kukaa kwa uimbaji, maana haukunitendea. Usilete excuses za eti Joshua wajua ndiye aliniongelesha vibaya. Hizo ndizo excuse. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema ya kwamba jiteteeni, ongeeni tusikie. Kile Bwana ambaye hajakukutendea wewe, ambao wewe ukikaa hapa tu naangalia wanadamu. Wewe uko Farisayo. Wewe ni Mfarisayo. Unakaa hapa tu ukisema nakaa hapa kwa sababu Joshua akuone. Ile siku hata kuona ndio sasa utaondoka. Ile siku hata kuwa ndio sasa utaona wewe umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hauko hapa kwa sababu ya Mungu. Fikiria matendo ya Bwana, chochote alichokutendea kwa maisha yako. Umshukuru Bwana. Utembee katika njia safi. Na Bwana anauliza leo, ni nini nilichokutendea? Nilikuchosha na kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Yaani wapendwa, masaa mawili tu. Tumeanza ibada saa ngapi? Saa 4. Tunatokanga hapa saa 7. Niambie masaa ni mangapi?
matatu. Bwana amekuchosha na nini? Ndugu, Bwana amekuchosha na nini? Kiko. Ndio sasa wewe ukija hapa kanisani uondoke mapema. Ni mfano. Ndio sasa wewe ukija hapa kanisani usikie Joshua amehubiri sana, amenichosha. Wacha niende kule nje nichukue hewa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anauliza leo, amekuchosha na kitu gani? Si ukitaje jameni. Bwana Yesu asifiwe. Kitaje basi, kitaje. Joshua kusimama hapa tu ndio imekuchosha? Osa kusimama hapa kihubiri ndio imekuchosha? Ni kitu gani kimekuchosha? Wewe unaweza enda kuchukua hewa kwa sababu hapa hakuna hewa. Mungu alifunga hewa. Taja hiyo kitu. Kama hapa hakuna hewa, mpaka pasta akasema wacha nilete hizi vitu za kuzunguka, basi mtu asiende kuchukua hewa nje. Unajua mnaweza leta excuse, ni wanadamu. Lakini ni mtaje hizo vitu, mtaje. Kinachokusababisha wewe usikae kwa nyumba ya Bwana ni nini? Kinachokusababisha wewe hivi leo wewe hata chapter yako ikafungwa, hautakumbukwa tena, hata hatutakukumbuka. Hatutakukumbuka. Watoto wako hawatakukumbuka. Watalia tu ile siku. Hata wakilia hutawaona. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata sitaki kuandikisha jina. Niwe na vitu, nisiwe na vitu. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali vitu vyote vikapotea, vikatoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikabaki na Mungu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukitembea uwe na Mungu. Kwani ukisimama, niliambia mtu mmoja hapa nikamwambia, wewe saa hii bosi wako anakuambia mpaka Sunday unaenda kazini. Sawa, unaenda kazini. Nikamwambia saa hii umeamua sasa hapa CFF tufanye bye bye. Maana kama kazi yako iko 24/7 inamaanisha hata Sunday hauna nafasi. Sasa mambo ya kanisa ni bye bye. Bye bye. Kitu kidogo tu wewe umepata ndio sasa yaani Mungu ni nini amekuchosha nayo ndio sasa wewe huwezi kumwabudu. Huwezi kusimama ukasema mimi niko na misimamo yangu maana niko na Mungu. Sunday sifanyi kazi. Kwani hiyo ni kitu ngumu? Siku 7 si ulikuwa? Kwani mimi siwezi ita mtu hapa Monday nakwambia enda kazini. Lakini Sunday uko kazini kabisa. Hii kazi yangu ni 24/7. Yaani wewe na ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ndiye anauliza nimekuchosha na kitu gani? Shuhudieni juu yangu. Haleluya. Kama uko nacho niambie. Ama kama uko nacho utakuja utoe malalamiko. Praise God. Utakoje utoe malalamiko, useme kuwa wajua pastor anatutoa late. Wajua nini? Utatoa malalamiko tusikie. Bwana anauliza, akikutoa mapema utakuwa mtakatifu? To agree. Mimi hata nitakuwa nasimama hapa nasoma neno 2 Yohana na nisome Mark, alafu tuende nyumbani, lakini nione sote kwa sababu si nini yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 4. Kwa maana nilikupandisha kutoka nchi ya Misri na kukukomboa utoke katika nyumba ya utumwa. Nami niliwatuma Musa na Haruni na Miriamu watangulie mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mpaka katusimamishia mtumishi. Jana ndio nilikuwa nasoma hii maandiko nikasema na hapa unaweza kuta mtumishi alisimamishwa kwa sababu yangu. Ama nyinyi hamujiwekangi hapo. Wajua mimi wanajiuliza. Kwa maana mimi nilitoka mbali nikakuja nikafika hapa. Sasa unaweza kuta mtumishi huyu alichaguliwa, maana mimi nilikuwa sijafika hata huku. Yaani aliinuliwa kwa sababu ya nani? Mimi, wapendwa, ni mimi. Kama si wewe ni sawa. Wewe jiweke nje. Unaweza kuta huyu mchungaji wetu aliinuliwa kwa sababu yangu mimi. Hii nafsi, hii moja tu, aielekeze ifike tu mbinguni na kazi yake ifanye nini? Iishe. Na nyinyi mnatarajia kanisa ijae.
Mko hapa mnalalamika tu. Na ni wewe. Si ukae vizuri tufike mbinguni. Inaweza kuwa aliinuliwa kwa sababu yako. Musa aliinuliwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hawakuwa wanapita 100,000 ama 200 hivi. Ama 1M. Lakini hivi leo si watu ni wengi duniani. Na katika wakati wake yeye alisimamishwa kwa sababu ya watu hao, na mtumishi wetu alisimamishwa kwa sababu ya sisi. Mpaka kakusimamishia mtumishi ambaye anatembea vizuri, ambaye anatembea katika haki, anakuelekeza vizuri, lakini bado hauna matunda. Bado hauna matunda, haujazaa. Si uzae. Bwana asifiwe. Si uzae. Mimi naongea na hii mti yangu. Zaa matunda. Maana Wilson amekuleta, sasa ungekuwa umezaa. Nimemtuma Wilson aniletee huyu. Bwana asifiwe. Na sijapata matunda, hata mimi nalalamika sasa. Haleluya. Mstari wa 5. Hata tuzende mstari wa 5. Rudi pale Isaya. Mahali tulikuwa. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasihi kati ya mimi na shamba langu la mzabibu. Bwana Yesu asifiwe. Amueni kati yangu na mimi na mzabibu. Maana mzabibu huu hauzai. Tuko hapa lakini hatuzai matunda. Ile kitu tunajua ni kugongana vichwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kugongana vichwa, ni kusemana, ni kuongeana, ni kupigana hivi mateke. Hiyo tunajua sana. Ile kitu tunajua sana, tunajua kuangaliana. Fulani hajakuja. Na nilijua huyu. Kwanza huyu haatendi. Huyu Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa mfarisayo. Ni kuangalia tu, mimi siko kama yule. Ukija hapa unasema mimi siko kama Joshua. Joshua haji maombi, mimi naatendi kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Mambo kama hayo usiulete mbele za Bwana kama una moyo wa kuvunjika. Vunjikeni mbele za Bwana. Ni nini Mungu hakukutendea? Mungu alikuponya, Mungu alikutoa mbali. Kuna watu hapa walikuanga ni karago ama ni mkeka. Mkeka wamelazwa. Haleluya. Habari si nzuri, ripoti si nzuri ya daktari. Bwana kakukuta pale akakuokota. Ni nini kinaweza sababisha usisimame kwa kazi ya Bwana? Ni nini kinaweza sababisha usisimame katika kazi ya Bwana? Haleluya. Haleluya. Ni kitu gani? Kiko. Ni watoto. Paulo ndiye anauliza nini kitatutenganisha na upendo wa Bwana? Ni watoto. Ni nguo. Ni chakula. Eti nilikuwa nangojea chakula ndio nikachelewa. Mimi hata mke wangu najua saa ikifika chakula naiacha kwa meza, na akikasirika namwambia wewe, afadhali wewe uko na vitu za kukasirika, kwa maana sijakula chakula yako na mimi nakimbia kwa nyumba ya Bwana. Afadhali wewe endelea kukasirikia yeye chakula, maana si mimi umekasirikia. Maana kama masaa yameenda nataka nifanye nini? Niendelee kukula? Kwa sababu sasa na ni saa imefika, na sote tunajua ni saa imefika. So niendelee kukula? Bwana Yesu asifiwe. Niendelee kujivinjari? Niendelee kukaa saluni 6 hours? Kuna watu tunakaa 6 hours. Hata kanisani ndio twakuja ile masaa tunatoka. Ukimgusa tu saluni. Na anaona ni kitu kubwa sana amekwambia cha maana. Wajua nilikuwa kusongwa. Ni kama ni excuse kubwa. Yaani kitu ya maana, kwa sababu mpaka anakuambia wajua nilitumia kama 2,000 ama 3,000. Yaani ni kama tu anapea value ile pesa. Nothing. Hizo nywele hakuna kitu bila Mungu. Hakuna.
Ni afadhali ukaja hapa bila kuchana nywele hivi kama mimi, lakini ukuje ukiwa umechelewa. Moyo wako Mungu akikuangalia anaona kweli huyu mtu hajachana nywele. Nyinyi mnamuona hapa hajachana nywele, praise God, lakini ni kwa sababu alikuwa amechelewa katika nyumba ya Bwana. Biblia inasema ya kwamba nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa nani? Kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tuzae matunda. Mstari wa 4. Je, ni kazi gani iliyohitajika kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisilolitenda? Na ni Bwana nauliza, ni kazi gani? Si uniambie tu, ni kazi gani Bwana hakukutendea? Ni kitu gani? Mimi nikiwaangalia nyote mmevaa, hakuna mtu hajavaa. Nikiwaangalia nyote mmekunywa maji, hakuna mtu hajakunywa maji. Nikiwaangalia nyote mmekunywa chai, na hata kama haujakunywa chai haujakufa, unatembea. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi. Ni kitu gani hakuweka kwa shamba lake? Yaani kwa maisha yako ni kitu gani hakutenda? Ndio wewe ukae hapa ukiwa na ile mang'aa yako, ama ukiwa na zile yani excuse. Acha niseme excuse zako mingi sana kwa maisha yako. Excuse, ingekuwa kuna wazee hapa, hatuna wazee wengi. Excuse za kuangalia kule na kule. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani Bwana hakutenda? Na kama hajatenda si umuombe. Biblia inasema nitafuteni maandama mimi napatikana. Usiseme eti Bwana huku mtafuta wewe. Ulikuwa kwa Facebook tukiwa kanisani, sasa watakaje? Unataka Mungu afanye nini? Wakati wa kukujibu wewe uko unachati mpaka saa 5 ya usiku, saa 6 ya usiku, saa 7. Na wakati Mungu anaongea ni kama masaa ya saa 6 hivi, midnight. Ndio mbingu wanasemanga wao zimefunguka, lakini wewe uko kwa simu. Unataka Mungu afanye nini? Ama kama kuna kitu ya kumshitaki niambie. Najua wengi wanaweza sema, unajua mimi nakuja hapa kila siku daily na Mungu hajanifanyia hii, hajakufanyia hii. Jiangalie. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 6. Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalo litenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa ua wake. Sijui kama kuna watu hapa wanajua Kiswahili vizuri. Ua ni nini? Fence. Haleluya. Nitaondoa ua wake, nalo litaliwa. Litabomoa ukuta wake. Nitabomoa ukuta wake na litakanyagwa. Praise God. Mnataka tufike huko? Kwa sababu ya masomo yetu, kwa sababu ya cheo chetu kazini. Sasa tufike huko. Na hakuna kitu Mungu hawezi. Kubomoa ukuta kwake ni kitu kadogo. Kuondoa fence ya maisha yako, utashangaa sana. Utashangaa sana. Kuondoa fence kwa Mungu ni kitu kidogo, lakini mimi singependa tufike huko. Na sitaki kusoma huko next huko chini. Kwa maana sitaki tufike huko. Mimi nataka tujiulize hiyo maswali, alafu tukue kama yule Mfarisayo. Tujipige mbele za Bwana tumwambie, Bwana, unisamehe kwa maana mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hata waombezi, muombeni msamaha. Sunday nilifundisha hapa, nilineemeshwa, hata leo nimeneemeshwa. Ni kwa neema. Na msianze kusema sana. Ni kwa neema. Sunday nineemeshwa nikawa hapa. Niliwaambiaje? Niliwaambia usingizi wa kiroho ni mbaya. Na wacha niongezeka kitu kadogo. Kwa usingizi wa kiroho, nyinyi waombezi na nyinyi mtubu. Kwa sababu gani? Kuna mambo yanafanyika hapa katika hii kijiji cha Mariakana kwa sababu ya kuzubaa kwetu, kwa sababu ya kutoomba kwetu, kwa sababu ya kutoka kwa zamu, na tunaitwa waombezi na vitu zinafanyika. Kwani muombezi ni nini?
Biblia inasema akamwambia Yeremia, neno la Bwana likamjia Yeremia likasema ya kwamba ni nani nitakayeweka katika pengo kwa ukuta ambao uliobomoka? Asimame tu kama muombezi. Ni nani? Mnaona hii barabara Mombasa Road hivi leo, mimi wacha niwapee mfano, mnaweza fikiria waombezi na waonea. Hivi leo ile usingizi wa kiroho tulisema hawa madereva wa marori peke yake wasinzie 1 hour 1 hour, walale wote, yani kukwenda ka usingizi fulani kashike madereva wote wa marori 1 hour, ama acha 1 hour 5 minutes iwe imewashikia wote wale kutoka huku Mombasa mpaka huku, maybe hata tufike hapa kutoka Mombasa mpaka Mariakani, hii distance peke yake 5 minutes wasinzie. Ni nini tatendeka? Kitu kitatendeka, hata Citizen watakuja hapa. Kitu kitatendeka, kitaandikwa kwa habari. Kwa maana kuna madereva walikuwa wanapeleka gari, wamefanya nini? Wamelala katika barabara, na kitu chenye kimefanyika ni cha ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo inakuanga sisi tukilala kama waombezi. Fensi yako huwa inaondolewa na inaanza kukanyagwa. Bwana Yesu asifiwe. Vitu zinaanza kuhappen hapa Mariakani, hujui ni nini. Hizi zime nini, hujui ni nini. Hapa tunasemanga tuamke tuombe. Hata sometimes mimi huwa nasema, ukiona vitu zimefanyika, jua kuna mahali sisi hatujakaa kwa zamu. Ukiwa kuna vitu sometimes angalia Mariakani. Tuweza piga nduru, watu wameharibika. Nini? Na waombezi hao ndio wako nayo malalamishi. Lakini wewe umefanya nini? Umefunga mara ngapi kwa sababu ya kijiji hiki cha Mariakani? Umefunga mara ngapi kwa sababu ya vijana ambao wanaendelea kuharibika katika huu mji wa Mariakani? Miraa na madawa za kulevya wanaendelea kutumia. Umewaombea mara ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa na baba hapa anasema, mimi naangalia watoto naona wengi wameharibika. Maana population ya youth ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Yes, wameharibika na ni kweli wanaendelea kuharibika. Lakini tunafanya nini wapendwa kama waombezi? Kama wewe si muombezi ni sawa, lakini wengine tuko kwa usingizi wa kiroho. Tumelala. Tutubu. Usiseme hauna kitu cha kutubu. Nilikuwa natoa hiyo mfano. Mimi najiregelea hapa. Ni nini Bwana hakukufanyia? Mzabibu ndio kuwe na hiyo excuse. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nikikumbuka mahali Mungu amenitoa, namwambia Bwana, afadhali nikakufia kwa nyumba yako. Haleluya. Nikikumbuka mahali Bwana aliponitoa, nikikumbuka mengi alinivusha, nikikumbuka magonjwa aliniponya, nikikumbuka vile hatukuwa na kitu lakini Bwana akatenda. Bwana Yesu asifiwe. Nikikumbuka vile tulikuwa watu wa kuonewa lakini sisi ni watu wa kutafutwa kwa sasa, niko na sababu ya kumshukuru Bwana. Haleluya. Niko na sababu ya kumtumikia Bwana. Kunyeshe kusinyeshe, niko hapa. Na mimi jana nikakosa wamama kwa sababu kulikuwa kunanyesha. Na hiyo ni big excuse na ni kubwa, msione hivyo. Hata Wilson alipofika hapa akaniambia, hao waimbaji wanakuja kweli? Nikamwambia, unajua kuna excuse kubwa sana kwa nyesha. Akaniambia, lakini naona mvua imeisha. Nikamwambia, si unajua kwanza hiyo barabara yatereza sana. Kwanza mimi ndio nilikuwa namwambia, na simfungulii tu, simfunulii. Namwambia, wajua hiyo barabara inatereza. Watu saa hii kiato yake haiwezi hii matope. Afadhali nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nini Mungu hakukutendea? Ndio usikanyage hiyo matope ukija. Hata usiangalie, funga macho upite kabisa. Useme mimi naenda katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Kwani kile kiatu chako kikanyaga matope, kuna mahali mguu wako utakatika. Ukiwa umekuja hapa kwa nyumba ya Bwana. Kunyeshewa, kuna mahali mkono wako utakatika. Poleni kama hapa kuna madaktari. Najua watasema, wajua ukinyeshewa kuna something, unajua sasa madaktari wanakuwa na zile nini zao, wanapima wanasema.
anasema 2 Corinthians 11. Bwana Yesu asifiwe. 11:24. Kwa Wayahudi, huyu ni Paulo. Paulo ananena akionyesha yale mateso aliyopata kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya kanisa. Anasema kwa Wayahudi mara 5 nilipata mapigo 40 kasoro moja. Hiyo ni what? 39. Na mnaweza fikiria 39 ni kitu kadogo. Si hata sisi, kwanza mimi primary nilipigwa. Na nilikuwa napigwa nikichelewa napigwa vitano. So inamaanisha kama kwa mwaka naweza kuwa nilipigwa 39 kama Paulo. Lakini wapendwa, viboko za shule si zile. Hizi viboko ni zile walipiga Yesu. Sasa yeye alipigwa 39. Ni zile ambazo walikuwa wanapiga mtu hivi, zinatoka na nyama. Mwazijua? Si mliona movie ya Yesu? Anasema ya kwamba kwa Wayahudi mara 5 nilipata mapigo 40 kasoro moja. Yaani alipigwa hizo viboko 39. Hiyo ni maumivu ya aina gani kwa mgongo wake? Huyu si aliteswa kama Kristo? Aya, enda next 25. Haraka haraka nimalize. Na anasema mara 3 nalipigwa kwa bakora. Bakora sijui ni nini. Ni fimbo kubwa. Mara 3 nilipigwa kwa bakora. Mara 1 nilipigwa kwa mawe. Kuna mtu amewahi pigwa mawe hapa? Wajua waweza kuwa uko na mateso mengi kuliko Paulo, tukose kujua. Umewahi pigwa mawe? Mimi niliwahi gongwa jiwe na mdogo wangu hapa. Nilikaa chini kwanza, nikajisikizia kama niko hai ama niko dunia nyingine. Moja tu ile ya kupiga ndege. Sasa mimi nilikuwa mbele yake, sijui ilikwama ikapita tu ule brada wangu alafu ikanigonga. Nilijisikizia kidogo. Moja, na hata si kubwa. Na Paulo anasema ya kwamba anasemaje? Mara 3 nilipigwa, mara 1 nilipigwa kwa mawe. Kama mnakumbuka, Paulo alipigwa kwa mawe mpaka ikasemekana Paulo amekufa. Biblia inasema wale Wafarisayo walipomuona wakaona tumempiga mawe mengi kama vile Lazarus, kama vile Stefano, tumempiga mawe mengi, huyu asha dedi. Biblia inasema wakamwacha. Nenda mtafute pale Matendo ya Mitume. Wakamwacha wakaenda. Na pale chini nasema ya kwamba baadaye Paulo akafanya nini? Akashtuka, akaamka, akaenda. Mnasikia hiyo? Mara 1 nilipigwa kwa mawe. Mara 3 nilivunjikiwa jahazi. Kutwa kucha nimepata kukaa kilindini. Jahazi nilikuwa nasoma sisi lugha yetu. Ni zile nini alikuwa anaenda nazo, zile boti ama zile merikibo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anasema mara 3 ilivunjikia baharini 3 times. Na analala huko usiku na mchana kwa maji. Na si maji ya swimming pool, ya baharini vile inakuanga baridi. Siku moja tulienda, nilikuwa namwambia Oscar anamwambia, siku moja tulienda kwa mazishi ya Mama Sokoro. Tukarara pale nje. Sijui tulilala siku ngapi? Ni siku moja? Siku 2. Tulilala pale siku 2. Na ile baridi, Joshua unaikumbuka? Nilipotoka pale, ile wiki iliyofuata, nilianza kusikia kifua changu kiko na maji. Hapa. Yaani kabisa. Mpaka nikamwambia pasta, wajua mimi kifua yangu iko na maji. Akaniambia hiyo ni baridi ya kule. Nyinyi mnaenda kulala kule, sasa mwenda mmejifanya uzunguni tu na kasweta kamoja. Kule lazima mtu ajistili. Sasa nikawa nafikiria, na Paulo alilala kwa maji usiku na mchana na ni mara 3. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na nilienda nikadungwa sindano nikapona. Lakini haikuwa ile ugonjwa mwingine mnasema sijui ni pneumonia sijui nini. Ilikuwa bado. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kutwa kucha, next. Katika kusafiri mara nyingi hatari za mito hata hatari za wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe. Mwasikia hii? Katika kusafiri mara nyingi hatari za mito na hatari za wanyang'anyi. Kuna siku tulimaliza kesha hapa, na mnisamee kama mko hapa. Tulimaliza kesha tukivuka mwaka.
Nikaona watu wamerudi, wakasema tukauliza ni nini? Wasema we pale chini kuna wanyang'anyi pale. Ukiwauliza mmewaona? Tumepigiwa simu hata sisi. Kuna mtu amepitia hapa kawaona. Si vibaya kurudi. Bwana asifiwe. Si vibaya, lakini najaribu kuonyesha wewe waogopa tu kitu kidogo tu pale chini. Na hata kwanza tulipita hapo na Oscar. Hiyo masaa tukasema sisi na Oscar tukatembea. Hiyo saa 10. Tukaenda na Oscar. Hatukuwaona hata kidogo. Mama, mliwaona? Nyinyi ndio mlienda na gari. Mliwaona kwa barabara? Hakuku. Mungu atusamee. Na sasa hiyo ilifanyika ni kwa sababu tulikuwa tumetoka hapa kanisani. Ingefanyika ukiwa kwa nyumba, alafu usikie eti pale mbele kuna wanyang'anyi. Wacha kanisa ikae. Napenda maisha yangu mimi. Fadhali nife kesho. Na Mungu alisema tuwe na akili. Hakuna akili kwa kumtumikia Bwana. Ndio hii Paulo anakuambia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hata hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo, wale wanasingizia, wale wanamsingizia wa uongo. Endelea tumalize. 27, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu. Kuna mtu mwingine kama mama yake hajapika sima, huwezi muona hapa. Hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema katika njaa na kiu. Paulo alifika mahali akasema nilijifunza kuona njaa. Haleluya. Ndio hii sasa. Na katika kufunga mara nyingi, na katika baridi na kuwa uchi. Wewe unaweza kuwa hapa uko na nguo moja, wasema mimi siendi kanisani, hii ni River Sunday. Ivae kabisa from Monday to Sunday. Haleluya. Bora unaifua. Kwani shida iko wapi? Haleluya. Shida iko wapi? Kama uko na Mungu, hizo vitu si zitakuja uko na Mungu ndani yako. Wacha kusema kukuwa na excuse ya nguo, kukuwa na excuse ya saluni. Hata ukija hapa, Mungu akiangalia huyo moyo, aseme kweli hii imefanyika hata kama hajakuwa vizuri. Siku moja nilikuja hapa, kiatu ikatoka hii, yaitwaje? Sola. Mpaka Oscar aliponiona pala akasema, ndugu. Nikamwambia imetoka tu. Ilitokea pale kwa Karugo. Nilifika pale kwa Karugo, pale kwa gate. Sijui niligonga jiwe, sijui kulikulendaje. Sijui kulikuwa kunanyesha. Sora ikararuka yote ikatoka. Ikawa imeshikiliwa na kitu kadogo ka mbele. Na sasa unajua nikiinua hivi inafanya hivi. Ikifunga. Mpaka Osaka niuliza, ndugu vipi? Nikamwambia ni ajali tu. Haleluya. Sasa usikose kanisani kwa sababu eti mimi si kurudi nyuma. Nilisema mimi nishatoka na nishatoka. Kama sitapata nafasi ya kurudi kwa nyumba, nitatoa hizi viatu niziweke pale. Halafu kwani nikiomba na miguu hapa mtanifukuza? Hamunifukuzi. Haleluya. 28 ndio tumalize. Inasema ya kwamba bali na mambo ya nje yako yanijiayo kila kuna kitu kinamjia kila siku, ndiyo maangalizi ya makanisa yote. Huyu mtu kuna mzigo unamkujia kila siku. Ni mzigo wa kusikia kanisa liko sawa, halijapungukiwa na kitu chochote. Ni kusikia wale wa ndugu wako sawa, ni kusikia kitengo fulani kiko sawa, si kufurahia kimeanguka, si kukaa kikao mkisegenya watu wengine. Nilijua ile kanisa itagawanyika, maana yule mchungaji ako hivi na hivi. Usifurahie hiyo. Furaha yako iwe kuwa Mariakani hii iko na usalama. Bwana Yesu asifiwe.
watu wako usalama, kanisa hapa watu wako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu aliteseka. Na mimi narudi pale tukimaliza. Nirudishe pale tumalize.